Bwana Yesu asifiwe. Unajua, karibu mtumishi. You know, sometimes you might speak something and you might think you are together, and kumbe hamko pamoja, you are not together. So that's why sometimes you do something deliberately just to find out whether you are really together or not. Please come on this side. Amen. Amen. Wakati mwingi unaweza dhania tuko pamoja na hatuko pamoja. Hiyo inatupasa ama inatusababisha wakati mwingine kufanya mambo tu ili tuone kama tuko pamoja. Just trying to find out. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So God has been very, very gracious to Mungu me. amekuwa mwa neema nyingi sana, I am indeed grateful na leo nimejawa na shukrani for the love of God and for the grace. kwa upendo wa Mungu na neema yake, And I continue to enjoy a life that God has given. na naendelea kufurahia maisha ambayo Mungu amenipa. Not because I was among the best, Si kwa sababu eti mimi nilikuwa mzuri sana, but because of His love for me. lakini kwa sababu ya upendo wake kwake It's because of His love for you. na kwa upendo wake kwako. And therefore we have every reason today Basi tuna kila sababu leo to be thankful to God. kuwa wenye shukrani kwa Mungu. Before I share the word of God, Kabla nilishiriki neno la Mungu, there are two things that I would like to clarify. kuna mambo mawili nataka kuyaweka wazi. Number one, we agreed that today La kwanza, tulikubaliana kwamba leo leaders and ministers in the house of the Lord, viongozi na wahudumu katika nyumba ya Bwana we will have a get together tutakuwa tunakusanyika pamoja, so that we can be able to discuss our way forward ili tuweze kushiriki mazungumzo jinsi ya kuendelea, and also chart out our training going forward, ili tujue venye tutaendelea na mafunzo yetu tena, so that those people who are participating and those people who are leading within the church ili washirika wote na wale ambao wanaongoza katika kanisa can be able to know and to discharge their roles accordingly. ili waweze kujua na kuyafanya majukumu yao kwa kulingana na mwelekeo. Amen. Amen. And the other thing is, Jambo lingine ni hili, we will be doing that twice every month. tutakuwa tukilifanya hilo mara 2 kwa mwezi. We'll be doing it on a Sunday afternoon. Tutakuwa tukifanya kila Jumapili jioni. And it will not only be us, haitakuwa tu ni sisi peke yetu, but we will have other leaders from the other churches that are around. Tutakuwa na viongozi wengine ambao wanatoka katika makanisa yaliyo karibu nasi. And yes, we are expecting them today. Na hata leo tunawatarajia. Amen. Amen. So for all the leaders, including those ones who are outside, because I can see there are quite a number. Na kwa wale viongozi wote, hata wale wenye wako nje, please pass that information. Pitisha ule ujumbe. It's very important. Ni wa muhimu sana. Amen. Amen. For those who are interested in studying theology, na wale ambao wanataka kusoma somo la theolojia, we will be having a resumption of the class here. Tutaanzisha mambo ya darasa hilo hapa. And so on 12 we should be able to know, tarehe 12 tutakuwa tumepata kujua, because we'll be gathering with those who have applied, so that we can see how we move forward. Sababu tutakuwa tukikusanyika na wale ambao wamejiandikisha tayari. So you may collect a form from the office. Unaweza pata ile form kutoka ofisini mwake, and then you can be able to register. Na utakuwa na uwezo wa kujiandikisha. But on the same note, na kwa hapo there will be a particular course, na kutakuwa na course ya kipekee which is a bit intensive, yenye itakuwa zaidi na umuhimu, and that is a counseling and psychology, Christian counseling and psychology course. Hii itakuwa ya kutoa wasia nasaha na mambo ya saikolojia. Praise the name of Jesus. Amen. And it is important for those people who are interested. Itakuwa tu muhimu kwa wale watu ambao wanatamanio to find time and talk to us. Wapate wakati na watuongeleshe. Because that will be a separate class. Na hiyo itakuwa tu darasa kando. And it will be deliberately for a few who would want. Itakuwa imekusudia tu kwa wale wachache
ambao to wanahitaji, help other people in counseling and in matters of that nature. ili kusaidia watu wengine, kuwashauri wengine katika huo mfululizo. Sometimes it's not easy for us. Wakati mwingi si rahisi sana kwetu, And so when we have counselors in the house of God, it becomes a lot more easier, lakini wakati kuna washauri katika nyumba yetu inakuwa rahisi, and the ministry becomes a lot more easier to also move forward with. na huduma inakuwa rahisi na kuendelea hata nasi. Praise the name of the Lord. Amen, asante. So I would like to challenge those people Ningependa kuwatia changamoto wale watu really feel they move him further a bit so that he doesn't look at my notes. Yes, thank you. Keshe kando That is good. kidogo ili asiangalie chenye One of the nimeandika. biggest problem with interpreters is that they keep on looking at your notes, and so they forget what they were supposed to do. And I know he has already read part of my notes, so praise the name of the Lord. Amen. So for those people who are interested in counseling, Wale watu ambao wana tamanio la kufanya mambo ya ushauri, please talk to me, muongeleshe askofu, and then we'll see how we go about that. na tutaona venye tutaelekea na hayo. Amen. 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 I want to share with you on the subject, Nataka kushiriki nanyi ujumbe being born again. uwe tena, Being born again. uzaliwe upya tena. Hallelujah. Amen. Because Kwa sababu there is a great challenge in the church today. kuna changamoto kuu katika kanisa leo. There are a lot of people in the churches, Kuna watu wengi kwenye kanisa and they do not understand hawajafahamu ama kuelewa the essence of being born again. umuhimu wa kuzaliwa upya. And so when we are talking about being born again, Wakati tunaongea kuhusu kuzaliwa upya, it is not a subject for just the people who are outside there, si tu habari kuhusu watu ambao wako nje but it ya is kanisa, also for those of us who are inside. lakini kwa sababu hata ya sisi wenye tuko ndani. As I told you sometimes back, Kuna wakati nimewahi sema wakati uliopita, I went to a certain conference and I was speaking there as the main speaker. nilienda katika kongamano fulani na nikawa naongea kama mtu wa kuongea mkuu pale, And as I was speaking, na wakati nilikuwa naongea I made an altar call. nikafanya mazungumzo, I spoke about the lost things in the house. nikaongea kuhusu mambo yaliyopotea katika nyumba. Because the Bible talks about the lost son. Biblia inaongea kuhusu mwana mpotevu, We like to call him the prodigal. tunamuita mwana mpotevu, But the Bible also talks about the lost sheep. lakini tena maandiko ama Biblia inaongea tena kuhusu kondoo aliyepotea. Praise the name of the Lord. Amen. And the Bible says that the keeper of the sheep, Biblia inasema kwamba yule mchungaji wa kondoo or the shepherd, or the pastor leaves mchungaji 99 wa to go ile and get kondoo one that was lost. akaacha 99 kutafuta yule mmoja aliyepotea. But then the Bible does not stop there. Lakini Biblia haifiki tu pale. Jesus also spoke about the lost coin. Yesu tena akaongea kuhusu fedha ambayo ilikuwa imepotea. And if you look at the three scenarios, Ukiangalia katika hale matatu, there is celebration whenever the lost item was found. kuna sherehe kwa kila mmoja aliyepatikana. Praise the name of the Lord. Amen. There was a celebration Kulikuwa na furaha na sherehe after each of the items that was lost had kwa been kila found. mmoja lililokuwa limepotea kupatikana. Hallelujah. Amen. And therefore, as I was speaking about that, Na hivyo wakati nilikuwa naongea kuhusu hayo, I spoke and said there are some of us here nikasema kwamba kuna wengine wetu hapa who have grown in the church since their childhood, walizaliwa kanisani tangu utoto, but they never once made a decision for themselves to follow Jesus. lakini hawakufanya uamuzi katika maisha yao kumfuata Yesu. And because of growing within the church, Kwa sababu ya kukua tu kanisani, we began getting engaged in the activities within the church. tukaanza kujihusisha na mambo katika kanisa. And as we began to engage ourselves with those things, Wakati tulianza kujihusisha na yale mambo, it was found out that we could sing.
ikasemekana kwamba sisi tuko So sawa, we were ushered into the praise and na worship. tukakaribishwa katika kikundi cha sifa na kuabudu. It was discovered that we could share a word. Ikajulikana kwamba tunaweza shiriki neno, So sometimes we were even given the pulpit to na share. wakati mwingine tukapewa madhabahu kushiriki neno. But we never for once made a decision to follow Jesus. Lakini hata wakati mmoja hatujai fanya uamuzi wa And kumfuata Yesu. so we have not been born again. Lakini hivyo basi hatujazaliwa upya. And so I said that you could be that kind of a person Na nikasema kuna uwezekano kwamba uko mtu wa aina hiyo. who grew through the ranks. Wewe ulikuwa tu kupitia katika Some viwango. of you became ministers in the house. Watu wengine wakakuwa wahuduma katika nyumba, But you are lost. lakini umepotea. But lost in the house. Umepotea kwenye nyumba. Involved in activities. Umejihusisha katika But mambo, lost in the house. lakini umepotea kwenye nyumba. Doing a lot of good things in the church. Ukifanya mambo mengi mema katika But nyumba, lost in the house. lakini umepotea katika nyumba. Listen to me. Nisikilize, There is nothing else hakuna kingine kile that identifies you with God chenye kufanya kuwa na ufahamu kwa Mungu, that identifies you with God, chenye kinakupa kinakutambulisha kwa Mungu, kinakujulisha kwa Mungu, except being born again. bila kuzaliwa upya. Hallelujah. Amen. It is only when you accept Jesus Ni vile tu utakapomkubali Yesu as your personal Lord and Savior kama Bwana na that Mwokozi, God now identifies you as a child. in sasa the house. utapata kile kukubalisha na Mungu kama mwana. Without doing that, Bila kulifanya hilo, you can do all the service, unaweza kuwa na you ibada, can be involved in all the good things, unaweza kuwa na mambo mengi mazuri, but without a relationship with Him. lakini bila uhusiano na yeye. And that is the danger of a lot of people in the churches today. Na hiyo ndio watu wengi They wamefanya are katika leo. involved in a lot of activities within the church. Wamehusishwa katika mambo mengi katika kanisa, They even sing. wanaimba, Some of them can even share a word, wengine wanaweza shiriki neno, but they have never made a personal commitment to Jesus. lakini hawajafanya uamuzi wa kibinafsi na They Yesu. never accepted Him as Lord, Wajamkubali kama Bwana, and God does not know them. na Mungu hawajui They're hao. just busy but lost in the house. Wako tu wamechukumika, lakini wamepotea And katika as I nyumba. was sharing that, Na wakati nilikuwa nashiriki hilo, 3 pastors wachungaji watatu came to me, wakamjia, and they wanted to give their lives to Jesus. wakawa wanataka kuyatoa maisha yao kwa Yesu. I'm talking about pastors. Ninaongea kuhusu wachungaji. And so when I talked to the first one and he told me, I told him, okay, Wakati niliongea mmoja akaniambia, na nikamwambia ni sawa, for you, can we do the Nicodemus design or style? nikasema kwa sababu yako situfanye kutumia njia ya Nikodemo. Because can you imagine, Wewe fikiria, Mwalimu, imagine this, that mwalimu, fikiria hili, we make an altar call, tufanye ule uombezi pale, and Pastor Juma and Pastor Paul come to receive Jesus. mchungaji Juma na mchungaji Paul wanakuja The hapa. first question you ask, hey, have they been pastoring us without even knowing Jesus? Utajiuliza swali kwanza, je, wamekuwa wakituchunga hata bila kumjua Yesu? And so because I realized that, I told them, no, for you we will speak in the office. Na kwa sababu nilitambua hilo, nikasema nyinyi msije mkasimama hapa, tutaifanya kwenye ofisi. So as we were chatting with them, Wakati tulikuwa tunaendelea kuwa na mazungumzo I asked nao, one, how comes you haven't received Jesus up to now and you're a pastor? nikauliza, je, ni kwa nini hamjampokea Yesu hata leo? He said, you know, I grew in the church. Nasema kwamba mimi nilikuwa kwenye kanisa. Exactly as you said it. Venye tu ulisema, I grew in the church. nilikuwa I katika began kanisa, to begin given responsibility. nikaanza kupewa majukumu. I was just a church boy. Mimi nikakuwa tu kijana wa And so kanisa, eventually they ushered me into the seminary. na mimi hata baadaye wakanipeleka katika kuhudumu katika yale madhabahu. And in the seminary Bible school. Nikapelekwa katika chuo cha Biblia, And in some of these Bible schools, na baadhi ya hizi vyuo vya Biblia they don't talk about Jesus.
hawatangazi Yesu, They teach you theology, wanakufundisha but they theolojia, don't teach you about a relationship with Jesus. hawakufundishi kuhusu uhusiano, Because the assumption is, kwa sababu mawazo yao ni haya: when you came, you must have known Jesus. wakati ulikuja ulimjua Yesu. Praise the name of the Lord. Amen. And so you get a lot of head knowledge, Wakati unapata ile ufahamu wa akili tu, but you have no relationship with Jesus. lakini hauna uhusiano na Yesu. And there could be some here Na kuna wengine baadhi yetu who hapa have a lot of head knowledge, wako na akili ya kutaua tu ya but you juu, have no relationship with Jesus. lakini hawana uhusiano na Mungu. Jesus does not want you to just know about him. Yesu hataki tu umjue kuhusu Jesus yeye. wants a relationship with you. Yesu anataka uhusiano na wewe. It is not enough to know him. Si ya kutosha kumjua It is tu. not enough to know his ways. Si ya kutosha tu kujua njia It is zake. not enough to hear about him. Haitoshi kumsikia tu yeye. He wants a relationship with us. Anataka uhusiano nasi. He wants to walk with us. Anataka kutembea nasi. He wants to be intimate with us. Anataka kushiriki He nasi. wants us to be his friends. Anataka tuwe marafiki na yeye. Hallelujah. Amen. But many times Lakini wakati we mwingi just know a lot about him. tunajua tu mengi We kumhusu. know. Tunajua. We can talk about it. Tunaweza ongea kuyahusu, But we have no relationship with him. lakini hatuna uhusiano na yeye. Let me give you an example. Wacha nikupe mfano. How many of you Wangapi wenu knew our mlimjua 1, 2, 3? I think it was Mwai Kibaki. How many of us knew Mwai Kibaki? Wangapi walimjua Mwai Kibaki? Can you stop lying to me, people? How many of us? Let me see by hand. Okay, thank you. Amen. My brother, can you tell us the truth? Why Tuambie you ukweli. did not raise your hand? Tuambie ukweli, kwa nini hukuinua And mkono then wako? tell your neighbor the same. Haukumjua Mwai Kibaki? Did you know him? Okay, why didn't you heard about him? You knew he was president? Then you know about him. So you knew about him. But you're right, you did not know him. Because knowing somebody Kwa sababu kumjua mtu is having a relationship with them. ni kuwa na uhusiano nao. I can claim I know him Naweza nikasema namjua because I know him. kwa sababu namjua, I have sat with him. nimekaa na We yeye, have developed a relationship with him. tukajenga uhusiano na I yeye. know where he lives. Najua kwenye We anaishi, share our struggles. tunashiriki We share changamoto our zetu, joys. tunashiriki furaha There is a zetu, way we relate. kuna venye tunashirikiana. But I also don't know Mwai Kibaki. Lakini mimi tena simjui Mwai But I Kibaki, know he was a president in lakini Kenya. najua tu alikuwa rais, He was my president, alikuwa rais but wangu, I didn't have a relationship with lakini him. hatukuwa na uhusiano na yeye. He could be your God. Anaweza kuwa Mungu wako, You can know about him, unaweza jua but you kumjua, need a relationship with him. lakini huna uhusiano na yeye. Am I speaking to somebody? Je, naongea na mtu? Praise the name of the Lord. Amen. And that is what I'm talking about today. Na hiyo ndilo nalolizungumzia leo. What does it mean to be born again? Ni nini maana ya kuzaliwa upya? Because when we talk about being born again, Wakati tunaongea kuhusu kuzaliwa upya and we are talking about church membership, na tunaongea kuhusu kuwa mshirika wa these are kanisa, two different things. hayo ni mambo mawili tofauti. You can be a member of a church, Unaweza kuwa mshirika wa kanisa but not born again. lakini haujazaliwa upya. But you can be born again Unaweza kuwa umezaliwa and upya be a member of a church. na uwe mshirika wa kanisa, And there you have a relationship na hapo una uhusiano with both your creator pamoja na Mungu wako, and you have fellowship na uko na ushirika with the saints of God. na wale washirika. There is a difference. Kuna tofauti. And a lot of politics come from people who are not born again in the church. Anasema kuna tofauti na A lot of politics siasa nyingi in hutokea, churches, inatokea they kanisani, come from people who are not born again.
inatokana na watu ambao hawajazaliwa People who upya, have no relationship with God. watu ambao hawana uhusiano na Because Mungu, they get stumbled over this, they get stumbled over that. kwa sababu wanajikwaza na hili na wanajikwaza na lile lingine. Hallelujah. They Amen. look at a person, they get stumbled by them. Wakiangalia watu wengine wanakwazwa na But when wale, you're born again, lakini ukiwa umezaliwa the upya, standard is raised, kiwango and kinainuliwa you're supposed to see people in a different way. na unaanza kuona watu kwa mtazamo tofauti. We don't just love the lovable. Unapenda hata wale ambao hawapendeki. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. And therefore you're moving from the norm, Sasa unaondokea yale ya kawaida and you're living now like a person who knows God. na unaishi kama mtu ambaye unamjua Mungu. Hallelujah. Amen. Being born again Kuzaliwa upya is to experience a new birth, ni kuyashiriki uzao mpya, a spiritual rebirth. ni kuzaliwa kiroho, It is actually a regeneration of the human spirit. ni kizazi cha kuzaliwa upya katika roho. Hallelujah. Amen. When Adam sinned, Wakati Adamu alitenda dhambi, God had said, the day you eat, Mungu akasema kwamba siku ulikula you will surely die. utakufa. Did he die? Je, alikufa Or did he live on? ama aliendelea kuishi? Physically, he lived on. Kimwili aliishi, But spiritually, he died. lakini kiroho akafa. Spiritual death Kifo cha kiroho is being separated from God. ni kutenganishwa na Mungu. Physical death Kifo cha kimwili is the soul being separated from the body. ni nafsi yako kuondolewa katika mwili, But the human being lakini mtu is a spirit. ni roho. Please listen to me. A human being is a spirit. Mtu ni roho, He has a soul, ana nafsi and he lives in a body. na anaishi kwa mwili. Hallelujah. Amen. So we are actually triune beings. Sisi ni watu katika mtu katika It utatu. is the spirit that connects with the spirit of God. Ni roho ndio hutuunganisha na roho wa Mungu, The flesh is where it belongs. lakini mwili hapo ndio inakaa. Hallelujah. Amen. And the flesh will never see heaven. It will never enter into the kingdom. Lakini mwili hautaiona ufalme wa Mungu It ama will be mbinguni, left here. itapakishwa hapa. And your spirit Lakini roho wako will be taken back to live with the one who created it. itapelekwa, itarudishwa kuishi na mwenye aliumba. Praise the name of the Lord. Amen. Now, when man sinned, Wakati mtu alitenda he dhambi, was separated from God. akatenganishwa na Mungu, And God had been looking for a way to Now- restore that relationship. na Mungu akawa anatafuta mbinu ama njia ya kurudisha ule And for uhusiano. many years, Na baada ya miaka mingi, many methods were used to come back Kila- into a relationship with kila God. mbinu ikatumika kujaribu kurudisha ule uhusiano na Mungu, None of all those ways worked lakini hizo zote zikafeli until the cross came. hadi msalaba And ulipokuja, Jesus died on that cross. na Yesu akakufa kwenye ule And when he msalaba. died on that cross, Wakati alikufa kwa huo msalaba, everybody kila mtu who accept the sacrifice of Christ wenye walikubali is fiu ya msalaba received into the family of God. anapokelewa katika familia ya Praise the name Mungu. of the Lord. Mungu, And Bwana Yesu that asifiwe. person Na huyo mtu comes to a place of repentance. anafikia hatua ya kutubu, They move away from living like a carnal person, wanaacha kuishi kama yule mtu wa and kitambo now they come to Christ. na wanamkujia Yesu, And in Christ they begin to get transformed. na wanaanza kubadilishwa ama kufanywa upya. So being born again, number one, Kuzaliwa upya ya kwanza it refers to a spiritual rebirth or transformation of the heart and soul. ni kuzaliwa katika kiroho. Number two, Ya pili, it is a process of acknowledgement or acknowledging a savior. ni kuendelea kumjua Yesu, Accepting Jesus as Lord and Savior. kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi, And the next step of accepting the Holy Spirit. na ile hatua nyingine ya kukubali Roho Mtakatifu. Number three, Ya tatu, the spiritual renewal kule kuzaliwa upya leads to a number of effects. inasababisha mambo kadhaa. One of them is forgiveness of sin. Ya kwanza ni msamaha wa dhambi.
The other one is being justified, Ya pili ni kufanywa haki. just as if you'd never sinned before. Inakuonyesha tu kama haukutenda dhambi Justified before God. hata mbele za Mungu. And the next thing is being adopted into the family of God. Na ile ingine ni kujumuishwa katika familia ya You Mungu. become now a part of the family of God. Unakuwa sehemu ya familia ya Now you're a kiungu. child of God. Na unakuwa mwana wa Mungu. And as a child of God, Na kama mwana wa Mungu, God fills you, number one, with love. Mungu anakujaza na The upendo. second thing that fills your heart is joy. Na ya pili anakuwekea And furaha there is a peace na that no amani. man can understand. Na amani yenye inapita ufahamu wa And wanadamu. then God also gives you a sense of purpose. Na Mungu anakupatia hisia And then ya makusudi. You begin to walk in the newness of life. Na unaendelea kutembea katika upya wa maisha. Let me explain a few things there. Wacha niseme mambo kadhaa When mahala I pale. talk about joy, Wakati tunaongeleshwa kuhusu furaha, I'm not talking about excitement. siongei kuhusu tu msisimko. I'm not talking about happiness. Siongei kuhusu hiyo furaha ya kawaida. Hallelujah. Joy may bring some happiness, Furaha inaweza leta ule msisimko kidogo. but joy is more than happiness. Lakini furaha yenye anaongea kuhusu ni zaidi ya ile msisimko tu ya kawaida. Hallelujah. Amen. Listen to me keenly. Nisikilize kwa makini. Joy Furaha is a fruit of the Spirit. ni tunda la Roho. It is born within. Inazaliwa ndani. Happiness Na furaha depends on happenings. hiyo inategemea matukio. Happenings that can bring you some sort of excitement. Mambo ambayo yanakuletea misisimko tu fulani. That is why it is called happiness. Hiyo ndio kwa sababu inaitwa furaha. Derived from happenings. Inatokea kwa sababu ya mambo ambayo If I yametokea. give this guy 10,000 shillings right now, Nilimpa huyu jamaa shilingi will be 10,000 happy. na akakuwa na msisimko. praise the name of the Lord. Amen. But you see, happiness and joy Lakini furaha inatofautishwa na msisimko, mambo mawili tofauti. praise the name of the Lord. Amen. I hope I'm communicating. Nadhani ninaongelesha mtu. If you're getting it, can you shout an amen? Na kama unanipata sema amina. If you're not getting it, can you say just, oh? Kama umpati, So we are together. Praise the Lord. tuko pamoja. Now, let me give you something. Wacha nikupe kitu. When we talk about transformation, Wakati tunaongea kuhusu kubadilishwa, transformation is a process. hiyo ni mfululizo wa mambo. It's like metamorphosis as we were taught in school. Ni kama tu lilo funzo ulilopata kwenye That shule. whole process until you get a butterfly. Unaenda kwa hiyo process mpaka unapata kipepeo. From the worm to lover to Hiyo sehemu yote kufikia kipepeo. praise the name of Jesus. Amen. And so when we came to Jesus, Wakati tulimkujia there Yesu, were certain things that were in our lives. kuna vitu ambazo zilikuwa katika maisha There are yetu. certain things that we used to do. Kuna mambo ambayo tulikuwa tunayafanya. Paul says the things I used to do, I do no more. Paulo anasema kwamba mambo niliyoyafanya siyafanyi But the problem in tena. the church, Kwa sababu ya kanisa, the problem in the church shida ya kanisa, is that we claim to be church people, tunaongea kuhusu sisi kuwa watu wa but we kanisa, still do the things that we used to do when we lakini were in the bado world. tunafanya mambo tuliyoyafanya nyakati We za still zamani. gossip the way we used to gossip when we were in the world. Tungali tunasengenya venye tulisengenya kitambo. We still go to places which we used to go when we Tungali were in the world. tunaenda sehemu ambazo tulikuwa tunaenda kitambo. We even backbite within the church. Sasa sisi tunapiga wengine vijembe We shoka talk kanisani. down at people when we are in the church. Tunaongelea vibaya kuhusu watu na tuko We kanisani. belittle people while in the church. Tunawaongelesha vibaya watu We tukiwa condemn kanisani. people while in the church. Tunawahukumu watu tukiwa kanisani. And so we are in a place Na sasa tuko mahali where transformation has taken place. mahali ambapo mabadiliko hayajapata Because nafasi, transformation kwa sababu brings a mabadiliko newness of thinking. inaleta nia mpya ya kufikiria. In the book of Ephesians, chapter number 4, verse number 23, Katika Waefeso mlango wa 4 mstari wa the 23, Bible says, be renewed in the spirit of your mind. Biblia inasema kwamba mfanywe upya katika nia zenu.
Hallelujah. Amen. Being renewed in the spirit of your mind Muwe mfanywe upya katika nia za mawazo has yenu, to do with a commitment. inafanyika kwa kujitolea. Hallelujah. Amen. One of the biggest problems that right now we have, Shida moja kubwa yenye tuko nayo and sasa, that is why we want to encourage teenagers to stay in the church when the message is going on. wakati ndio kwa sababu tunataka kuwatia changamoto wale teenagers wapakia kanisani wakati mafundisho inaendelea, Because there's a lot of crazy things happening out there. kwa sababu kuna mambo mengi ya mapotovu yanafanyika Before kule this nje. young girl is even able to discover themselves, Kabla hata wao wajifahamu wenyewe, they get duped by some guy. wanavutwa na watu fulani kule nje. And before long, they become expectant. Kabla wajue wanakuwa wajawazito ama A child having a child. mtoto akiwa na mtoto. But this is a true story. Na hii ndio hadithi ya ukweli. I went to Uganda Nilienda Uganda, in a place called Sinde. hiyo sehemu inaitwa Sinde. Jonah knows the place. Yohana anajua hiyo sehemu, And in this place, na hii sehemu there were tiny little girls kulikuwa na wasichana wadogo who were pregnant, and they were also holding some other child. wenye walikuwa wajawazito na wana mtoto mwingine Some of mkononi. them were so young, like 13, 14. But Wengine walikuwa na umri mdogo sana, miaka 13, they had 2 or 14, 3 children. na wana watoto watatu. So there are some who came to church where I was. Wengine walikuja kanisa kwenye alikuwa, And I asked one, na nikamuuliza mmoja wao, why are you taking care of all your siblings? mbona unatumikia hawa ndugu zako wote? Because I could not imagine that she is the mother. Na kwa sababu hangekuwa na ufahamu kwamba huyo ndiyo mama wa She hawa looked to watoto. me like 12, 13. Alikuwa anakaa miaka She 12 had a ama small 13. body. Alikuwa na mwili mdogo wa And she kimo had one kidogo, child she was carrying. na alikuwa na mtoto And amebeba, some twins that were following her. na all wale wawili walikuwa wanamfuata, And I was wondering, na akawa anashangazwa why sana. doesn't the mother take care of her own children Kwa nini mama ya hao watoto asichukue and they majukumu ya hinder this watoto child from going to school na aruhusu huyu mtoto aende to take shuleni, care of their own children? wachunge watoto wao? And then I was told, no, Na nikaambia hapana, they are my children. See? ni watoto wake. I said, are you sure? Akamuuliza, je, una uhakika? And I looked and I saw several of them were like that. Na nikaangalia nikaona miongoni mwao kulikuwa na baadhi And I realized there was a problem. na nikajua kulikuwa na shida, So we struck a conversation. na tukaanza mazungumzo. I said, how did it happen? Ilifanyika I aje? said, there is another boy, Kuna kijana not a man, mvulana, another kuna boy, mvulana, not a man, listen to me, Si not mwana- a man, but another boy. mvulana mwingine. We were in the same school. Tulikuwa kwenye shule moja. And he used to tell me that I love you, I love you. Alishinda ameniambia ananipenda, ananipenda, And he ananipenda, deceived me and gave me some gifts. na akanidanganya kwa kunipa zawadi, And before I knew it, na kabla nijue hilo and when I still had this one, another. na kabla nijue kufumba na kufumbua So my parents forced the boy to marry me. na wakalazimisha huyu mvulana anioe mimi. Now the boy is in high school, Haya, huyu mvulana ako kwenye but shule he ya has 2 upili wives. na ana wake wawili. I said, I've never seen something crazy like this. Nikasema 2 wives sijaiona jambo la kutamausha in kama Form hii. 3 Wewe uko katika With form the 3 na uko na wives. wake wawili and 5 children, na watoto and you watano, are also a child depending on your father. na wewe tena ni mtoto unategemea wazazi wako. Nobody could be any stupider if there is any word like that. Sasa ujinga wa kiango hii umekithiri, But I'm telling you, it's a true story. lakini nakwambia ni hadithi ya ukweli. Praise the name of the Lord. Amen. So I desire to see the father. Nikatamani kuona baba And yake, they brought the young man. na wakaleta huyu mwanaume mchanga. And they asked him what happened. Nikamuuliza, baba, vipi? He told me it was an accident. Akasema ni ajali. I said, I can understand if it's the first time it was an accident.
Naweza nikafahamu kwamba ajali inaweza tokea mara ya kwanza, but the second time, the third time, the fourth time, lakini mara kadhaa hainipatii picha. praise the name of the Lord. Amen. That's why our teenagers need to sit under the word of God, Hivyo ndio sababu hawa watoto wetu wanafaa wakae na kusikiliza neno la so Mungu, that God can grab them ili Mungu awafunge and keep them safe from the snares of this world. na waokoe kutokana na mitego ya hii There dunia. are snares in this world. Kuna mitego ya hii dunia. You might think you have grown and you are a woman, Unaweza dhania kwamba umekuwa na wewe ni mwanamke, and now all of a sudden you know more than your mother. sasa wewe unajua kuliko mama yako. But be careful. Lakini kuwa mwangalifu, This life haya maisha can treat you very, very strangely. inaweza kukuchanganyisha na kukupokelea vitofauti sana. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. You may be happy Unaweza kuwa una ule msisimuko wa furaha because of the happenings. kwa sababu ya matukio. But remember, happenings can also bring sorrow. Kumbuka kwamba matukio yanaweza leta taabu. Hallelujah. Amen. Am I speaking to somebody? Je, namuongelesha mtu? I said happenings Matukio can bring happiness, inaweza leta furaha, but happenings tena can also matukio bring sorrow. inaweza leta huzuni. So be careful Kuwa mwangalifu how you deal with those happenings. venye unashughulikia yale matukio. So there are several manifestations of transformation. Kuna matukio kadhaa kuhusu mabadiliko. Praise the name of the Lord. Amen. The moment we accept Jesus Wakati tunamkubali Yesu and we receive him as our Lord and Savior, na tunamwamini kama Bwana na Mwokozi, immediately we are justified, hapo hapo tunawekwa haki, just as if we had never sinned. kama tu hatukuwa tumetenda dhambi. But listen to me. Lakini nisikilize, The path does not stop there. lakini hiyo safari haiishii pale. You have just begun a journey Sasa umeanza safari after being born again into a new life. baada ya kuzaliwa upya katika And familia this nyingine. new life Katika haya maisha mpya requires a few things from you. inahitaji mambo kadhaa kutoka It is kwako. true you have received eternal life. Ni kweli umepata uzima wa It is a milele, gift from God. ni zawadi kutoka kwa Mungu. If I gave this phone to him, Ikiwa angenipa hii simu, there are two ways he can lose it. nina sehemu mbili za kuitumia. One, Ya kwanza, he can throw it away somewhere. naweza nikairusha mahali. Another way, Njia I nyingine, can take it back from him. anaweza ichukua bado. And a lot of people, Na watu wengi after receiving salvation, wakati they waliupokea did not wokovu take care of it. The hawakuuchunga. Bible says, Biblia inasema work out your salvation ufanyie kazi with wokovu wako fear and trembling. kwa kumcha Mungu In na other kutetemeka. words, Na katika maneno there is a mengine, part and a role kuna sehemu that you must play lazima uishikilie to keep your salvation. kuweka uokovu And if wako. you do not do that, Usipofanya if you hivyo, do not maintain it, ikiwa hautafanya hivyo, then you can lose your salvation. then unaweza ukaupoteza. Praise the name of Jesus. Amen. Number two, Ya pili, a changed nature. lazima ubadilike katika asili. The inner man, the spirit man, Mtu ule wa ndani begins a Mtu wa roho. transformational journey. anaanza safari ya Yes, mabadiliko. I am justified. Ndiyo, nimewekwa haki. God sees me as holy and clean. Mungu ananiona mtakatifu na msafi. Praise the name of the Lord. Amen. But then there is something that is happening Lakini kuna kitu ama jambo linafanyika inside of me. ndani yangu. There was a creation of the love of God. Kuna uumbaji wa upendo wa Mungu. And we need to create and develop that inclination towards God. Lazima niendelee kujenga huo uhusiano kuelekea Mungu. How do I create that? How do I develop that? Ni jinsi gani nitaifanya ifanikie hiyo? Romans chapter 12 verse 1. and 2. Warumi 12, The Bible says, Biblia inasema hivi: I beseech you therefore, brethren, na wasihi enyi ndugu zangu by the mercies of God, kwa huruma
zake Mungu, that you present your bodies itoeni miili yenu as a living sacrifice. ya kupendeza yenu iwe As a dhabihu living iliyo hai. sacrifice. Praise the name of the Lord. Amen. The body Mwili is usually the greatest enemy of the Christian life. inakuanga hadui mkubwa wa maisha ya Kikristo. It is the flesh Ni mwili, which likes to lie. hiyo inapenda kusema uongo. It is the flesh Ni mwili, which likes to fornicate. inapenda kufanya It usinzi. is the flesh Ni mwili, which gets angry. inakasirika. It is the flesh Ni mwili, that is disturbed when things are happening. inasumbuliwa sana wakati mambo yanafanyika. It is the flesh Ni mwili, that gossips. inasengenya. So as long as you are in this flesh, Ilimradi tu uko katika huo mwili, you must learn lafaa to ujifunze, present it lazima ujifunze as a kutoa living sacrifice. kama dhabihu iliyo hai. Jonah, come. Let me do an Yona, njoo haraka haraka. Jonah, praise the Lord. Amen. You remember a guy called Isaac called here? You remember a guy called Isaac? Nakumbuka? I want you to lie here. Yona, jilaze pale. Lie Ehe, there. jilaze pale. Now listen. When Sikili. Abraham went to offer Isaac as a sacrifice, Wakati Ibrahimu alienda kumtoa kama dhabihu Isaac, he had a knife. alikuwa na kisu. So he bound the young man, Akamfunga, prepared the wood, kaweka moto pale the chini. fire was ready, Moto ukawa but he tayari, did not turn it on. lakini Sleep, hakuiwasha. sleep like a sacrifice, Bwana. Hey, look at this man. Kaa kama dhabihu, jamani. Namna gani? So he was ready to slaughter him first. Alikuwa tayari kumchinja So by the kwanza time he turns on the fire, ili aje awashe moto. Isaac would not feel it because he's already dead. Hakuwa anaihisi kwa sababu alikuwa tu yuko. Are you following? But now the Bible says Lakini Biblia inasema hivi, to present our bodies tuitoe miili as yetu a living sacrifice. kama dhabihu iliyo In hai. other words, Katika maneno the mengine, word of God is fire. neno la Mungu ni Our moto. God is a consuming fire. Mungu wetu ni When moto you lay ulao. on the altar of God, Wakati unajilaza the katika fire of madhabahu, God begins to burn. moto wa Mungu unaanza You are kujoa. alive. Wewe uko So you can hai. choose to walk away, Hataki or wewe you can utoke, choose to stay on the altar. ama unaweza amua kubaki You can katika choose to madhabahu. remain a sacrifice, Unaweza or you can choose to amua walk kubaki away kuwa from being dhabihu. a sacrifice. Thank you, Ama sir. uamue kuondoka na uende Praise na the usiwe name of the dhabihu. Lord. Amen. Listen to me. Nisikilize. A lot of people Watu wengi have walked away wameondoka from the purpose and desire of God. kutoka kwa makusudi na We tamanio la are no Mungu. longer the sacrifice that God desires. Hatuko pale kama dhabihu yenye Mungu We are anatamani. busy doing things for God, Tuko kila mahali but we tukifanya have no mambo mengi relationship with Him. na tunaharibu uhusiano wetu na When you Mungu. become a living sacrifice, Lakini wakati unajitoa kama the dhabihu iliyo fire hai, burns, moto unachoma but you remain there. na wewe unabaki You pale. say, not my will, Unasema si mapenzi but yangu, your will be done. lakini mapenzi yako. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. The Bible says, Biblia inasema holy, ah, acceptable unto God, which is your takatifu, reasonable service. takatifu ya kupendeza ndiyo ibada yenu ya maana. Now, when the sacrifice is put on the altar, Wakati dhabihu imewekwa kwenye madhabahu, remember it's alive. kumbuka kwamba iko hai. It can walk away, Inaweza ondoka, but it can also choose to stay there. lakini inaweza amua kulala pale.
Say the will of God sometimes is painful. Hasa mapenzi ya Mungu wakati mwingine ni ya machungu. Sometimes God is leading you to do certain things, but you really don't feel like you want to do them. Kuna mambo Mungu anataka ufanye lakini hauna ile hamu ya kuyafanya. And let me tell you the truth, if there is one thing I didn't want to become, I did not want to be a pastor. Kuna jambo moja lenye askofu hakutaka kuwa, na hilo ni kuwa mchungaji. I just did not want to be a pastor. Hakutaka kuwa mchungaji. I had an agreement with God, Nilikuwa na makubaliano na Mungu, but it was one-sided. lakini ilikuwa ya upande mmoja, I imeegemea told upande God, mmoja. please let me be anything but a preacher. Mungu, wacha niwe lolote utakalo, lakini si mchungaji ama mhubiri. Praise the name of the Lord. Amen. But God, Lakini Mungu after even calling me and putting me into ministry, wakati aliniita na akaniweka kwenye huduma, and I had to run for my life. na nikaanza kutoroka kwa ajili ya usalama wa maisha yangu. After Geita Nandumo. Aha. Yes, Geita Nandumo. Hallelujah. Things became rough. Things became tough. Mambo yakakuwa magumu. Have you ever preached to God? Je, umewahi kuhubiria Mungu? God became my congregation. Mungu akawa, And I became the preacher, and I told God, your word says Mungu, neno lako linasema that if I cannot feed my family, ikiwa siwezi kulisha familia I am yangu, worse than an infidel. mimi ni mbaya I zaidi am kuliko going to work siamini. in Uganda Ninaenda kufanya kazi Uganda. to fulfill your word. Ninaenda kufanya kazi Uganda ili kutimiza neno lako. And God said to me, take care of my business and I'll take care of your needs. Mungu akasema kwamba biashara yangu iwe ya muhimu kwako na mimi nitashughulikia mahitaji yako. I said, but God, I've been working very hard and I haven't seen you yet. Lakini Mungu, nimekuwa nikifanya bidii sana, And I don't want to talk about panda mbegu. na mimi sitaki kuongea kuhusu kupanda mbegu. What are you going to do about it? Wewe unaenda kufanya nini? And God didn't answer, so I took off. Sasa Mungu hakujibu na yeye akaondoka And I began to work. na akaanza kufanya kazi. And God said again when I was there, Mungu akasema tena wakati nilikuwa huko, take care of my business and I'll take care of your needs. shughulikia biashara yangu na mimi nitashughulikia I said, but mahitaji God, I've yako. been faithful. Wewe kuwa tu mwaminifu. I said, but God, I've been faithful. But akasema mimi Mungu nimekuwa mwaminifu, But things are tough in the house. lakini Things are tough. mambo ni magumu kwenye nyumba yako. I actually brought my wife before God. I said, look at my young wife. Akaleta mke wake mbele za Mungu na akasema, mwangalie venye ni mchanga mke wangu. And the other big boy was still young. Na huyo kijana mkubwa alikuwa I said, mchanga look at pale. my son. Sasa mwanangu atafanyaje? They will not understand this thing. Hawataelewa haya mambo. So I kept on working. Nikaendelea kufanya kazi. And one day, Siku moja, a young girl, after I preached in a church, a young girl like these teenagers, msichana I think she was 17 or something like that. msichana mdogo wa umri wa kati ya miaka 17 She came and told me, Musumba, kakuja akamwambia, mchungaji, God gave me a message Mungu amenipa ujumbe. and I did not know whose it was until I saw you. Mungu alinipatia ujumbe na sikujua ni ulikuwa wa nani hadi nilipokuona. God showed me a vision Mungu akanionyesha maono, and you are the man that was in the vision. na wewe ndio mwanaume mwenye ulikuwa katika yale maono. I said, okay, okay, Nasema ndio, endelea. bring it on. Endelea. And she said, God said Mungu akasema to tell you to go back urudi and do what God called you to do. na ufanye lile Mungu alilokuitia. I said, okay. Akasema ndio. I said, didn't I preach to you? Weren't you blessed? Akawauliza kwamba si niliwahubiria, kwani hamukubarikiwa? And she said, I was really blessed, but Mimi nilibarikiwa sana, for me, I just told you what God told me to tell you. lakini mimi nimekuambia tu chenye Mungu aliniambia nikuambie. Or else, Ama that day, hiyo siku the devil, shetani, because I don't believe that promotion was from God. I don't believe that promotion was from God. sikuamini kwamba hiyo kiwango ya kuinuliwa ilikuwa kutoka kwa Mungu. I did so well in the company. They promoted me. I became one of the managers, and now they were sending me to Rwanda to go and open another.
Nilifanya vizuri sana kwenye kampuni yenye nilikuwa nafanya na nikapewa cheo And kikuu there I was going to msimamizi be Rwanda, the operations manager. na huko alikuwa anataka kwenda kuwa msimamizi wa mambo yote ambayo And yanafanyika I katika started kampuni, as a salesperson, na yeye alikuwa ameanza akiwa sales mtu executive. wa mauzo. Praise the name of the Lord. Amen. And while I was on my way to Rwanda, Na wakati alikuwa anasafiri kwenda Rwanda, in a place called Mbarara, kuna sehemu inaitwa Mbarara. my driver was overspeeding. Dereva wangu akawa anaendesha gari kwa mwendo wa kasi. For 3 times I told him to slow down. Mara 2 tatu nikamwambia Two times. jaribu kudhibiti mwendo. And the 3rd time, Mara ya tatu, before I could tell him, kabla amwambie, we hit a huge bump. tukagonga ile kidhibiti And cha the vehicle mwendo, went flying, and when it came down, na gari ikaenda kama imepaa na ikarudi chini, it began to roll. ikaanza kupingirika. That is the day I understood what the word means. Hilo ndio siku yenye nilielewa neno lilikuwa That a linasema namna day gani, is like 1,000 years, kwamba siku moja ni kama miaka 1000 and 1,000 years like a day. na miaka 1000 kama siku moja. That process of rolling was long. Hiyo sehemu ya kupingirika ilikuwa refu. I spoke to God. Nikamwongelesha I Mungu, told him, remember, I have a young family. nikamwambia kumbuka, niko na What familia about changa. the church? Who will now pastor the church? Sasa hilo kanisa nani atalichunga? And in that chaos, God told me again, take care of my business, I'll take care of your Na needs. katika hiyo hali ya kupingirika, Mungu akamwambia biashara yangu ichunge na mimi nitashughulikia mahitaji yako. And now I knew that was the voice of God. Na sasa hapo nikafahamu kwamba ilikuwa sauti ya Mungu. And so when I woke up in Barara Hospital, Wakati niliamuka kwenye zahanati ya Mbarara, there were lights like this one. There were several. There were kulikuwa huge na lights. mataa ya aina hii. I opened my eyes. Nikafungua macho yangu, I was on a stretcher or something, I don't know. nilikuwa nimewekwa katika machela, ndio machela. And I looked up and it was very bright. Nikaangalia juu na kulikuwa na mwanga mkuu. And you know, coming from sleep and somebody is trying to charowangi, Yaani ukiamuka na mtu anajaribu kukuongelesha, somebody is trying to charowangi, that is putting a light on your face. mtu anajaribu kukuning'inizia The mwangaza light kwenye macho becomes yako. very, very bright, and I knew I am before the great white throne. Na I now knew I died in the accident. akajua kwamba yeye alikufa kwenye ajali baada ya kuwekewa But mwangaza mwingi. as I was trying to process that, Wakati alikuwa anajaribu kuyatafakari na I kufikiria saw yale, some very dark men in white approaching me. na akaona watu weusi katika nguo nyeupe wakimkaribia. Remember, we had a conversation with God in the accident. Kumbuka tulikuwa na mazungumzo na Mungu kwenye ajali. I'm now asking God, how comes all your angels are so black? Akaanza kuuliza Mungu, na hao malaika wako weusi sana? And that's when the doctor told me, no, you are involved in an accident, you are in the hospital, and you are alive. Daktari akamwambia, basi ulihusika kwenye ajali na uko kwenye The hospitali. rest is history. Hiyo sasa ni historia They tu. said a lot of things, and they said I may never walk again, but look at me. Wakasema mambo mengi, wakasema hawezi akatembea I tena, am still walking. Hallelujah. na yeye sasa siku ya leo angali anatembea. Praise the Lord. Amen. The Bible says in verse 2, Romans chapter 12, and be not conformed to this world. Wala inasema hivi, Warumi mlango wa 12 mstari wa 2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, But be ye transformed bali mgeuzwe by the renewing of your mind, kwa kufanywa upya nia zenu, that you may prove that which is good, mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, acceptable, ya kupendeza and perfect. na ukamilifu. Hallelujah. Amen. The transformation the Word of God is talking about. Kule kufanywa upya ambalo neno la Mungu linaongea It's kuhusu, not just transformation in the way I dress.
si tu mabadiliko jinsi ninavyovaa, transformation on the way I think. ni katika mawazo ama nia yangu. Because as a man thinketh, so Kwa is he. sababu jinsi unavyofikiria hivyo The ndivyo reason ulivyo. why folks in the church are still thinking dirty is because transformation has not taken place. Kwa sababu ndio unaona watu wengi wangali wanafikiria uchafu kwa sababu mabadiliko hayajafanyika katika nia zao. Praise the name of the Lord. Amen. When transformation takes place, Wakati mabadiliko yanakuwa na nafasi, because you accepted Jesus, kwa sababu umemkubali Yesu now you tell him, work on me. na unamwambia nifanyie kazi, And he lays you on his altar. na anakulaza kwenye madhabahu yake, And he puts some fire underneath na there. anaweka moto chini yake, And he begins to turn you slowly. na anaanza kukugeuza pole Like pole, somebody roasting corn. na anaanza kukugeuza kama mtu anayechoma And your mahindi, attitude is cooked. na unaanza kuchomeka upande mmoja, Your attitude is cooked. na ile tabia yako inaanza You had a bad attitude. umekuwa na mawazo It has mabaya, now been burnt out. inaanza kuchomwa, And you begin to develop a great attitude. na unaanza kuwa na nia nzuri. Your tongue was lash and quick to insult. Mdomo wako ulikuwa na maneno The mabaya, fire is burning that. You begin moto to unaanza change the way kuchoma you na speak. inaanza kubadilisha venye unaongea. Transformation is taking place. Mabadiliko yanafanya kazi, Somebody is changing. mtu anabadilika, Somebody is changing day after day. mtu anabadilika siku You baada ya used to nyingine, insult. na You used to abuse. ulikuwa unatumika You don't abuse no more. na sasa saa hizi hauharibu Because tena, transformation na kwa is sababu taking mabadiliko place. yamefanyika. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says in the book of Ephesians chapter 4. Biblia inasema hivi katika Waefeso mlango wa 4, I wish I had time we could have gone through the whole chapter. walakini ningekuwa na wakati mwingi. But the Bible says, let him that stole steal no more. Biblia inasema kwamba wacha yule aliyekuwa akiiba asiibe tena, Rather let him work lakini wacha afanye kazi with his own hands. na mikono yake ama kwa mikono yake. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Transformation has taken place. Mabadiliko yamepata nafasi. Growth comes with Kukua responsibility. kunakuja na majukumu, Because growth is supposed to bring transformation. kwa sababu kukua inafaa ilete mabadiliko. You see, this little one here, Unaona huyu mchanga hapa, the one with mwalimu, maybe some of you may not see it. huyu mwenye ana mwalimu pale, Inua juu tuone. That little angel there, huyu mchanga huyu, we don't expect much from her. hatutarajii mengi kutokana na yeye. Praise the name of Jesus. Amen. Alvin. Is that Alvin? Alvin? Is that Alvin? Is that you? Come here. Amen. Come. See, this is a big brother to the little angel. Huyu sasa ndio ndugu yake mkubwa kwa ule msichana mdogo. But the way the father speaks to the little one Jinsi ambayo baba yao huwa anaongelesha huyu is mdogo different from the way he speaks to the bigger one. ni tofauti na venye huwa He anamuongelesha. does not tell the little one to take care of the big one. Hawezi akaambia mdogo achunge mkubwa. But the big one, because of growth, Mkubwa kwa sababu ya kukua, and because he knows growth comes with responsibility, kwa sababu anajua kwamba when the kukua little kunakuja one na goes to majukumu. him, Wakati anasongea karibu na yeye, takes responsibility. anachukua majukumu. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Why? Aha. Because growth has also brought transformation. Kwa sababu kukua kumeleta mabadiliko. Had he not transformed, Kama hangekuwa amebadilika, he would be something that we call rasihingwa or imbecile or kelimo. Kyogo. Thank you. Thank you, Alvin. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Are you hearing what I'm saying? Umesikia chenye nimesema? And the problem with the church Shida na kanisa, is that we have refused to be transformed. tumekataa kubadilishwa. We still want to do things the same way. Tunataka kufanya tu mambo venye You tulifanya still want kikawaida. to sit at home Unataka tu kukaa nyumbani and claim, oh, pastor did not send somebody to come and look for me. You're a Eti- grown up. eti mchungaji hakutuma mtu aje anitafute. Do teachers send people to your home to tell Je, you to bring walimu children wao to school? wanatuma watu waambie wanafunzi waende shule?
Or do the children take themselves to school? Watoto ama huwa wanajipeleka wenyewe shuleni. And so we have grown, Tumekuwa but there is no transformation in us. lakini hakuna mabadiliko ndani yetu. Because we did not understand the process. Na kwa sababu hatukuelewa When njia. we understand the process, Wakati tumeelewa njia, the process tells us hiyo njia inatuambia that now that you have grown, kwamba sasa kwa sababu umekuwa. Paul says, when I was a child, Paulo anasema wakati nilikuwa I mtoto thought as a child. nilifikiri kama mtoto, But now that I've grown up, lakini sasa I nimekuwa, put away childish things. ninaweka mambo ya And utoto now nyuma. I carry myself Na sasa najibeba with dignity and decorum kama kwa unadhifu, because I know who I am. kwa sababu najua mimi ni nani. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. When you are born again, Wakati umezaliwa upya, there is another process. kuna njia nyingine, It is called sanctification. ile ya kutawazwa ama In kusafishwa. this sanctification process, Ile katika kusafishwa you begin to learn the ways of God. unaanza kujifunza njia za Mungu. You begin to become a friend of God. Unaanza kuwa rafiki wa Mungu. You begin to develop relationships. Unaanza kufanya You kutafuta, strike conversations with God. unaanza kuwa na mazungumzo na You Mungu. begin to know Unaanza kujua that it is not about you. si kwa ajili It is yako, not about your feelings. si kwa sababu ya It is hisia not zako, about your ego. si kwa sababu It ya is wewe, about Him. ni kwa sababu yake. And therefore you humble yourself Na hapo basi under unajinyenyekeza the mighty hand of God. chini ya uvuli And wa God Mungu, in due time na Mungu kwa wakati comes wake, and lifts you up. na anakuja Because anakuinua, He now can see na kwa sababu anaweza ona that you are maturing. kwamba umekuwa. Praise the name of the Lord. Amen. You don't wait to be loved, you love. Hujui kupenda, You don't wait to be loved, you love. ungoji kupendwa, unapenda. James chapter 2 and verse 8, the Bible says, Yakobo mlango wa pili, if you fulfill the royal law according to the scripture, it is a royal, a kingly law. ikiwa utatimiza sheria ya ukuhani ama ukuu, Thou shalt love thy neighbor as thyself. kwamba umpende jirani kama unavyojipenda, You do well. unafanya vyema. Hallelujah. Amen. It is only in the church Ni kanisani tu where Christians are there, mahali ambao Wakristo but wako, because of refusal to grow, kwa sababu wamekataa kukua, because of refusal to transform, kwa sababu wamekataa kubadilika, they get offended by somebody wanakuwa wanahuzunishwa na mtu, and they say, I will not fellowship there anymore. wanakadhabishwa. Sasa wanaanza kusema sitaenda kushiriki hapo tena. Hallelujah. Amen. Let me ask something. Wacha nikuulize kitu. Mwalimu, when Asaph gets offended by the sister or the other brother, do they walk away from home? They say, I don't belong there anymore. And then they look for another place. Wawamuhoro wanaenda huko, wanasema sasa tutakuwa tunakuita baba kwa sababu huko nimeofendiwa. Am I speaking to somebody? How come you tell me that you got offended by somebody? Unaweza niambia namna gani ulikadhabishwa na mtu? That's why you left. That's why you left. Eti hivyo ndio kwa sababu uliondoka. I met some ladies and they said, your other treasurer threw money on the table and we got offended. Eti huyo mtu alirusha tu fedha kwa meza na sisi tukakadhabishwa na tukaondoka. And we said, if that is the way the people there behave. Na tukasema kama hivyo ndio watu wana tabia ya aina hiyo. The question is, are you perfect yourself? Na ninakuuliza, je, wewe umekamilika? When I was a child,
Wakati nilikuwa mtoto, I thought as a child. nilifikiri kama mtoto, I acted as a child. nikafanya mambo kiutoto. But when I grew up, Lakini wakati I nilikuwa, put away childish things. nikaeka mambo ya utoto kando. Hallelujah. Amen. Childish things Mambo ya utoto are the things that will make us look at petty things. ni mambo ambayo yatatufanya tuangalie mambo madogo madogo. Do you know how some of you offend us? Je, mnajua jinsi nyinyi watu wengine huwa mnatuhuzunisha? And we get offended and we say, God, Na tunahuzunika na tunasema, Mungu, look at this child of yours. angalia huyu mwanako. And we keep praying for you. Na tunaendelea kukuombea. And we keep crying out to God for you. Na tunaendelea kumlilia Mungu kwa sababu yako. Praise the name of Jesus. Amen. A. Obedience to God's word Kuwa mtiifu kwa neno la Mungu becomes a willingness. inafaa ikuwe ya kujitolea, Because you know that is my Father. kwa sababu unajua huyo ni babangu. Hallelujah. Amen. Like, let me give an example. Mwalimu, allow me just to. Wacha nikupatie mfano na mwalimu niruhusu. The good thing I cannot offend Mwalimu here. Na kitu kizuri sitaweza kumkadhabisha mwalimu hapa. Hallelujah. Amen. Mwalimu, ati because Gashohe Si kwa sababu ya Kashuhe was not given some coin. hakupewa, I tell him go to shop, buy 2 packets of milk, and he tells you, Leah, I won't go. anakuambia yeye hataenda mpaka apewe kitu. You hurt my feelings. Eti umeniumiza hisia zangu. Does it happen? Praise the name of Jesus. Amen. Why, as children of God, Mbona kama wana wa do Mungu, we behave ourselves that way? mbona tuna Like some spoiled brats. kwa nini tuna kaa kama watoto ambao wameharibika? Ndubari. Watoto Why? watukutu. It's because we have not known him. Kwa sababu hatujamjua. When we get to know him Wakati tutamjua and we get into fellowship with him, na tuwe na ushirika na yeye, like Paul says, wakati Paul that anasema I may know him ili nataka nimjue and the power that brought him back to life na nguvu ambazo zilimfufua and the fellowship na of his suffering. ushirika wa mateso yake. But Christians don't want to suffer nothing. Na Wakristo hawataki kudhurika kwa That's njia why they yoyote. cannot stay on the altar. Hiyo ndio sababu hawawezi wakadumu kwenye They madhabahu. don't want to identify with the fellowship of the suffering of Christ. Hawataki kuhusishwa na mateso ya I msalaba. came to tell you something Na today. nimekuja kukuambia kitu leo. If you're a Christian, Ikiwa wewe ni Mkristo, you will have fellowship with the suffering. utakuwa na ushirika na mateso. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Because on the altar, Kwa sababu ya dhabahu there is no fun there. hakuna kipuliza There's upepo, fire there. hapo kuna moto. And the Bible is telling you Na and Biblia I inakuambia wewe na mimi to present ourselves kwamba tujitolee as living sacrifices, kama dhabihu iliyo hai, holy, takatifu, acceptable unto ya God. kupendeza kwa Mungu. And the Bible says that is our reasonable service. Na hiyo Biblia inasema kwamba hiyo ndio sadaka yetu ya maana The altar. katika madhabahu. Praise the name of Jesus. Amen. Your reasonable service. Dhabihu ya ukweli, Your reasonable service. The altar. dhabihu ya kupendeza, It's not exciting, but that's your reasonable service. si ya kufurahisha sana, lakini ni ya kupendeza. There's no happiness on the altar, but that's your reasonable service. Si ya msisimuko, lakini ni ya kupendeza. Sometimes you don't feel like you want to stay on there.
but that's your reasonable service. Wakati mwingine huhisi kukaa hapo sana, lakini hiyo ni ya kupendeza. Sometimes you feel like hating on somebody, but you need to stay on the altar. Hapo unahisi kuegemea mtu, lakini ni vizuri ubakie kwenye madhabahu. Sometimes you feel like hating on somebody, but you still remain on the altar. Unahisi kuegemea ama kulalia mtu mwingine, lakini ni vizuri ubakie kwenye The flesh does not dictate anymore. Mwili wako haukuamrishi tena, Because I have been born again. kwa sababu umezaliwa upya, Not of the will of the flesh, si kwa sababu ya mapenzi ya mwili, but of the will of the Spirit of the living lakini kwa God. ajili ya mapenzi ya Roho wa Mungu. Praise the name of Jesus. Amen. And you come to a place like Paul. Je, utafika mahali kama Paulo You say, it's no longer I that liveth, useme kwamba si mimi niishie, but Christ that liveth in me. lakini Yesu anaishi ndani yangu. Praise the name of Jesus. Amen. I want to end there. Nataka kumalizia pale, We'll finish the other part. kwa sababu wakati mwingine tutamalizia hiyo sehemu nyingine. Some of us are in the house of God today. Baadhi yetu mko katika nyumba ya Bwana leo, We have never really had a personal relationship with Him. hatujawahi kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Mungu. We just go to church because that's what is done on Sundays. Tunakuja tu kanisani kwa sababu hiyo ndio tabia ama hulka ya kuja Our parents kanisani, introduced us to church. kwa sababu mzazi wangu alinielekeza kanisani. Even my children, when they grow to a certain age, I sit them down and I tell them, I may be a pastor, but there comes a time when you must make a personal decision to choose Jesus for yourself. Hata watoto wangu wakati watafika umri fulani, huwa Wakati nawaambia kwamba utafanya uamuzi. Sio wakati watafika, wakati walifika. Wakati walifika, I had to tell them aliwaambia to make a kwamba personal choice watafanya uamuzi wa to kibinafsi follow Jesus. kumfuata Yesu, And I led them to the Lord. na akawaelekeza kwa Mungu. Praise the name of Jesus. Amen. I came to tell you today Nimekuja kukuambia leo that being born again kwamba kuzaliwa upya requires a process inahitaji njia fulani in which you are transformed ile ya kukubadilisha day by day siku baada ya nyingine into the image of the one that called you. kufikia kufanana na mwenye alikuumba. But it will require for you Lakini itakugharimu wewe to say, I am done fighting for my flesh. nimemalizana kupigana na mwili wangu, I will let my flesh stay on the altar. nitaacha mwili wangu baki kwenye I will madhabahu, allow me to be roasted nitakubali kuchomeka until I become like Christ. ili nifanane na Yesu, In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Somebody stand on your feet. Mtu asimame kwa miguu yake. And I want you to take moments before the Lord today. Chukua wakati mfupi mbele za Mungu And I want you to speak to the Lord. na wewe umwongeleshe Mungu. And I want you to tell the Lord today, Nataka umwambie Mungu leo, Bwana, leo Lord, I may not be perfect, Bwana, naweza kuwa sijakamilika, but I'm willing for you to take your place in my life. lakini nina haja na wewe kuchukua nafasi There yako are a katika lot maisha of yangu. things that sometimes I go wrong, Wakati mwingi nimeenda kinyume, but you are my Savior. lakini wewe ni mwokozi wangu, And I know that in you, na najua na wewe my life holds up. na maisha yangu And yametegemezwa, without you, na bila wewe I am nothing. mimi kitu bure. Open your mouth and talk to Him. Fungua kinywa chako, Just talk to Him. Just talk to Him. Just talk to Him. Some of us need to repent. If you need to repent, just go ahead. Just open your mouth and tell Him, Lord, I'm sorry. I'm sorry for misbehaving. I'm sorry for not being that which you had desired for me to be. I'm sorry for not carrying myself the way I should carry myself. I'm sorry for going astray time and time again. I'm sorry for not being able to control my tongues. I'm sorry, Lord, for not allowing the gift of the Spirit that is self-control. I did not control my zip. I did not control my tongue. I did not control my flesh. I'm sorry. Help me, Lord, as I walk with you, that I may walk worthy of the calling that you called me, that I may walk worthy of the calling. Open your mouth, talk to Him. Talk to Him. Talk to Him for a moment.
Yes, Lord. Talk to him. Get serious with him. Talk to him. Yes. He knows us. He knows you. He knows me. He knows our ways. He's looking for a relationship. Open your mouth. Talk to him. You cannot afford to be quiet in the house of the Lord. Just open your mouth and talk to him. Tell him, Lord, come through for me. This is where I need transformation. This is where I need you to come through for me. This is where I need you to break me. This is where I need you to come through for me, that I may be that vessel that you desire. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Open your mouth, talk to him, talk to him. Don't be mindful of time, just talk to him. Just tell him, Lord, I want to be back with you. I want to be right with you. I want to walk worthy of the calling. I want to be true to you. I want to be true to you. I want to give somebody an opportunity. 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 Nataka kumpa mtu nafasi. You have never said yes to Jesus. Haujamwambia You have ndio never given Yesu. your life to Jesus. Unafaa umpe maisha yako Yesu. And saying, Pastor, I want to receive that Sema Jesus now. mchungaji, nataka kumpokea huyo Yesu. If you are that person, come. We Kama will pray wewe ni with huyo you. mtu, njoo. Come and start a relationship with him. Njoo uanze You uhusiano have na Mungu. never made a decision to follow Jesus. Haujai simama na ukakiri You na have ukampatia never been Bwana saved. You Yesu. know it. Hujai In your sema heart. kwamba unakubali Mungu. In your heart, you know Kwa moyo wako unajua that I've never made a decision to follow Jesus. kwamba sijai fanya uamuzi wa kumfuata Yesu. And you're saying, I want that Jesus today. Na unasema unahitaji huyo Yesu leo. Come, we will pray with you. Njoo hapa mbele, tutaomba na wewe. Uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Can you say it like you mean? Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe Father, we want to thank you for your faithfulness. Baba, tunakushukuru kwa uaminifu wako. We thank you because your word is true. Tunakushukuru kwa sababu neno lako ni kweli. We pray, Lord, Tunaomba Bwana that soul that is wrestling, kwamba hiyo nafsi ambayo inapigana, that you will deliver it for your kwamba own glory. utaikomboa kwa sababu yako. I want to thank you for everyone here today Na kushukuru kwa kila mmoja wetu siku ya that leo, sat under the sound of your word. kwa sababu wamesikia sauti ya neno I lako. pray, Heavenly Father, Naomba Mungu wa mbinguni, if there is any sick among us, ikiwa kuna mgonjwa katikati we yetu ama miongoni release mwetu, healing. utawaponya, tunawaachilia We uponyaji. release healing. Tunaachilia uponyaji. We release healing. Tunaachilia uponyaji In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. If there is anyone discouraged today, Na kama kuna mtu mwenye ameshushwa moyo pray leo, that, Lord, you may give them hope again. Bwana wape tumaini tena. That after a tree is cut, Baada ya haya the tree can grow again. mti utakuwa tena. And so, Father, we thank you for the healing. Baba, tunakushukuru We kwa sababu ya thank you for the uponyaji. restoration. Tunakushukuru kwa We thank you urejesho. for salvation. Tunakushukuru kwa We give wokovu. you praise and honor. Tunakupa sifa na In heshima Jesus' mighty name. katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. Mtu aseme amina.